hata sasa zinataka kushuka daraja mimi. Saizi mimi ningekuwa vizuri. Naishabikia Simba. Lakini inanipa mateso. Nimeumia. Umetumia gharama kiasi gani mpaka saizi? Nimekuhesabia shehe. Kutoka Kagera. Kutoka nyumbani mimi kijijini ili nifike kituo cha mabasi nauli 10,000. Nimekata abudi tiketi 120,000. Si ndio? 130,000. Sijala, sijanywa, sijalala. Kwenda 260,000. Yaani nikija kupiga tathmini 300,000 sina. Hiyo hela kama ningemnunulia mke wangu gauni sangependeza. Ningenunulia watoto wangu nguo si wangependeza. Kwa mapenzi makubwa. Lawama zote zinaenda kwa TFF. Wanachotufanyia sio kizuri. Wangekataa kwa sababu watu tunateseka. Mimi nasema ukweli. Walete timu uwanjani, walete timu uwanjani. Imeniathiri ndugu mtangazaji, imeniathiri sana kwa sababu nimetoka nyumbani, nimepanda gari toka Jumanne. Nimefika huko Alhamisi, unaona? Nalala guest, mimi huku sina ndugu. Nalala guest kila siku 20,000. Saa 4 unatoka unalipa hela nyingine. Watanilipia? Hamna. Kwa imagine waangalie mateso sisi tunayoyapitia sisi. Wale wanakula mshahara, wanakuja wanaandika taarifa hizi za usiku kwamba mechi uahirishe mechi kabla ya siku 3 siku moja. Walifanya mazoezi Bunju. Unaona? Masaa unaona walikuwa wanafanya mazoezi Bunju pale Mo Arena, si ndio? Haya mazoezi ya siku moja haiwezi yakaathiri chochote kama tumejipanga vizuri. Mimi nilikuwa na imani kwa sababu nimetoka nyumbani. Kwa kilugha chetu tunasema tubeletwe ande hii. Kwa hiyo waje walete timu uwanjani tukacheze mpira. Sisi tupo mashabiki. Haleluya. Tena mtu wa Mungu. Ni kwamba komenti ya mtu ambayo anaweza kukomenti mtandaoni huwa inawakilisha kile alichonacho moyoni mwake. Mara nyingi sana komenti yako inawakilisha au inadhihirisha, yani inakifunua kile kilichomo moyoni mwako. Kwa nini naongea hivi? Ni kwa sababu ya watu kadha wa kadha ambao unaweza ukaposti jambo, mwingine ana komenti kwa jazba fulani, mwingine ana komenti kwa kutulia, mwingine, yani kila mtu na namna yake. Sasa zile komenti huwa zinaonyesha moyo wa kila mtu anayekomenti, moyo wa kila mmoja anayekomenti huwa zinaudhihirisha na kuufunua hapo. Sasa ninachotaka nikwambie tena mtu wa Mungu ambaye wewe umekuwa shabiki wa mpira, umezama kwenye mpira, amini usiamini, kubali ukatae, ita burudani, ita vyovyote unavyoweza kuita kwamba mpira ni burudani kama burudani zingine, ni kazi kama kazi zingine, lakini nataka nikwambie mtu wa Mungu, kwa jinsi ambavyo mioyo yenu, akili zenu, fahamu zenu, kila kitu mmekielekeza kwenye mpira, nawaambia ya kwamba mmekamatwa sehemu mbaya. Kwa hapo narudia tena kusema kauli ambayo nimeona ni kama watu kidogo inawakera au na kuwafanya, kwa nini uongee hivyo? Nasema ufalme wa Mungu kuona watu wa jinsi hii itakuwa ni shughuli pevu sana. Biblia inasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote. Unatakiwa kumpenda Bwana Mungu na si kupenda kingine, yani na si kupenda kingine. Mtu wa Mungu, inasema mtu akiupenda ulimwengu, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Yani akiupenda ulimwengu, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Lakini karne tulionayo, dunia tulionayo, watu wamependa ulimwengu kuliko kumpenda Mungu. Wanadamu wamependa mambo ya dunia kuliko kumpenda Mungu. Wanadamu wamependa mambo ya ulimwengu kuliko kumpenda Mungu. Sasa ikiwa utakubali au utakataa, najua majibu utakuwa nayo wewe mwenyewe katika ufahamu wako. Kikubwa tu mimi nimeongea niliyotakiwa kuongea.
na nimekuonya niliyotakiwa kukuonya. Mtu wa Mungu unaisikiliza, mwenye kuelewa ataelewa, na asiye wa kuelewa hataelewa hata iweje. Neema ya Yesu Kristo iwe juu yako. Amen.